Usisahau kuwa wewe ni mpitaji. Wengine mnaishi maisha ya uovu, mnaishi maisha ya kishirikina, mnaishi maisha ya uzinzi, mnaishi maisha ya ulevi. Kwa sasa hivi yanaweza yakawa si shida sana, lakini Biblia inasema kwenye kitabu cha Mithali, iko njia ionekanayo kuwa sawa machoni pa mtu, lakini mwisho wa hiyo njia ni mauti. Sasa hivi utaona ni sawa kujiachia na warembo. Sasa hivi utaona ni sawa kwenda kwa waganga. Sasa hivi utaona ni sawa kwenye ulevi, lakini mwisho wa hayo maisha ni kilio. Mwisho wa hayo maisha ni kilio, rafiki. Naweza ukatuona kama wasumbufu fulani. Unaweza ukatuona kama tunakukosea adabu. Unaweza ukatuona kama tunakupigia kelele tunapokuambia siache njia mbaya. Unaweza ukatuona kama wasumbufu, lakini mwisho wa hayo maisha, mama, ni kilio na kusaga meno. Mwisho wa hayo maisha, brother, ni kilio na kusaga meno. Sasa hivi wanakuita papa, bado hujaingia kwenye 18 za shetani. Sasa hivi wanakuita handsome, bado shetani hajakuingiza kwenye 18. Sasa hivi wanakuita sonko, bado shetani hajakunasa. Kwa hivyo rafiki yangu unanisikiliza, wakati unaposifiwa sana, wakati unapocheka sana, usisahau kuna kilio. Watu wengi saa ya kucheka huwa wanasahau kuna siku ya kulia. Watu wengi saa ya kucheka huwa wanasahau kuna siku ya kulia. Wewe ambaye unanisikiliza katika jioni ya leo, saa unacheka, ni wakati wako wa kumpa Mungu nafasi. Saa unafurahi, saa bado wanakusifu, saa bado unavinyama dada, wakati wako wa kumkimbilia Yesu. Haleluya. Wanaweza wakakusifu na ukavimba kichwa. Wakasema kuna namna unatembea kama twiga. Wakasema una mwendo wa kinyonga. Lakini utaingia kwenye 18 za shetani, atakufanya kitu kibaya. Hatujaokoka kwa sababu tunashindwa kuyafanya unayoyafanya. Unafikiri kuna mtu anashindwa kunywa tu ya baridi na ya moto? Unafikiri kuna mtu anashindwa kuingia gesti? Unafikiri kuna mtu anashindwa kutukana, kuishi maisha ya ubabe? Wengi tuliyaishi hayo, lakini baada ya kugundua sisi ni wasafiri, kumkimbilia Yesu. Haleluya. Ndugu zangu wa Getini, kuna mtu unanisikiliza somewhere, achana na habari za kugongea bia. Njoo kwa Yesu. Bia haziwezi kukupa amani. Achana na habari za kuwaita watu fogo. Hamna fogo duniani. Aliyekupa uzima ndio fogo. Hao wengine ni vikaragosi. Achana na habari za kuwaita watu papa. Hawa hawana upapa wowote. Yuko Baba mmoja wa mbinguni, tumeleta habari zake. Haleluya. Ukimpa nafasi atakusaidia sana. Ndugu zangu wa Mererani, dada yangu unayenisikiliza, pe Yesu nafasi. Pe Yesu nafasi. Shetani ana tabia kuwapeleka watu mpaka kwenye engo ambayo akiwasukuma maisha yao yanaisha. Shetani ana tabia anakupeleka mdogo mdogo, hanaga haraka. Atakupeleka mahali ambapo hauwezi kugeuka tena. Kabisa. Saa una nafasi ya kugeuka, itumie vizuri. Saa una nafasi ya kumuita Mungu, itumie rafiki. Kuna siku nimesikia mzee mmoja amejinyonga. Alizikataa habari njema kama wewe, akamchukulia shetani kikawaida. Shetani akampeleka, akafika kwenye engo ambayo hakuona mbele, hakuona nyuma, hakuona kushoto, hakuona kulia. Akaona jibu ni kujipiga kitanzi. Kabla hujaanza kukitafuta kitanzi, brother, leo mkimbilie Yesu. Haleluya. Unajiona bonge la genius, lakini nataka kukuambia shetani hana genius. Hana msomi. Kuna watu wanaitwa maprofesa,
wanavuta sigara, ni addicted wa sigara. Na ni profesa kabisa. Anajua anachokitumia ni hatari, lakini anakimbizana nacho. Kuna watu ni wazee wanafia gesti. Shetani hana cha mzee, yeyote yule anampeleka kwenye engo mbaya. Kwa hivyo rafiki yangu, huo ujuaji wako unaweza ukakupeleka pabaya sana. Hiyo tabia yako ya kutuona sisi ni wakosa kazi inaweza ikakupeleka mahali pa hatari. Ndugu zangu wa Mererani, ndugu zangu wa Getini, mpeni Yesu nafasi. Mpeni Yesu nafasi. Haleluya. Mpeni Yesu nafasi. Msiupe ulevi nafasi. Msiape maisha ya uzinzi nafasi. Maisha ya ushirikina usiape nafasi. Mama, unanisikiliza? Bila kwenda kwa mganga mambo hayajaenda. Bila kutumia ndumba bado vitu havijakaa sawa. Labda nikwambie tu mama yangu, hayo maisha ya uchawi yatakupeleka pabaya. Yatakupeleka pabaya. Shetani atakuangaisha, mwisho wa siku atakunyonga. Atakunyonga bila taarifa. Leo mpe Yesu nafasi. Tumetoa muda, tumetoa mali zetu, tumekuja hapa Getini. Usije ukasema tutakutembelea tukwambie utupe sadaka. Hatuhitaji sadaka ya mtu yeyote. Hatuhitaji hela yako mama. Tunataka umpe Yesu moyo wako. Tunataka usiache njia mbaya. Tunataka uchague njia ambayo sisi tumeichagua. Haleluya. Atakuponya sana. Haya maisha ya duniani hayana maana kabisa. Hayana faida. Hayana msaada. Na nataka kukuambia kuna vitu nakimbizana navyo uwafurahishe watu. Yaani unataka ununue gari ili tu mtaani wakuone wewe ni nani. Lakini ni upuuzi. Unataka tu eti uwe mzazi wako uwe na hela, eti tu tukuite tajiri. Wewe ni mjinga rafiki. Sifa za wanadamu, hawa wanadamu hawanaga jema wala baya hawa. Ukiwa mbaya watakusema, ukiwa mzuri watakusema. Hawanaga jema. Kwa nini usimfurahishe aliyekupa siku ya leo? Kwa nini usimpe nafasi aliyekupa siku ya leo? Kwa nini usimfurahishe aliyekupa siku ya leo? Kuna mtu unanisikiliza mahali brother, Mungu hajakupa leo ili ulewe. Hajakupa leo ili unywe Serengeti Light. Hajakupa leo ili unywe pombe. Hajakupa leo ili uhangaike na wanawake. Dada yangu unayenisikiliza, haujapewa leo ili upate kijana handsome wa kukufurahisha. Hapana. Mungu amekupa leo ili utengeneze maisha yako. Mungu amekupa leo utengeneze maisha yako. Haleluya. Kama mimi nimetoa muda wangu, nimetoka Arusha nimekuja hapa. Usiseme sina pa kwenda. Usiseme hivyo, utakuwa ni mjinga. Hamnaga mtu ambaye hana pa kwenda. Hamnaga mtu ambaye hana pa kwenda. Rafiki yangu unayenisikiliza, kwa nini tumetoa muda? Mungu aliyetupa leo ametuagiza. Amesema nendeni Getini. Kuna mtu wiki hii ni ya mwisho kwake. Kuna mtu hii wiki ni ya mwisho kwako. Na hatujui ni nani. Mungu ametutuma tuje hapa. Kama una akili utageuka. Kama una akili utamfuata Yesu. Haleluya. Nataka kukuambia ukweli. Kuna mtu hii wiki ni ya mwisho kwake. Lakini hatujui ni nani. Ila uko mahali unanisikiliza brother. I tell you, na kuhakikishia, kuna mtu mmoja niliongea naye habari za Yesu. Akaniambia usiogope, tuko pamoja, nitatubu. Juzi Jumamosi wamefukia mwili wake. Alijiamini, akaniambia bro, mdogo wangu usiogope. Kuna mahali nilikuwepo nikamuona anakuja. Nilikuwa kwenye gari nikashusha kioo. Nikamwambia brother, unaendeleaje? Akaniambia naendelea vizuri. Nikamwambia mimi nimeokoka. Akanipongeza sana. Nikamwambia na wewe Yesu anakutaka. Akaniambia mdogo wangu usiogope. Tuko
tuko pamoja. Akanifariji sana, akaniambia tuko pamoja. Juzi nasikia alikuwa anaenda kwenye migodi kule Longido, akapata ajali na pikipiki akaondoka. Wewe una kiburi tu, maana hujui siku. Una kiburi, umejipangia muda. Tukikuambia okoka, utatuambia kesho. Una kiburi mdogo wangu. Lakini nataka kukuambia ukweli ni kwamba anayeijua kesho ni huyu aliyetutuma hapa. Ndio. Kama kuna mtu anaijua kesho hapo, aje hapa. Kabisa, nitakupa zawadi kama unajua kesho yako itakuwa ina nini. Mimi sijui baadaye kutakuwa kuna nini. Ndio maana nimemkimbilia Yesu. Naombeni dada zangu, mpe Yesu nafasi. Ndio. Naombeni vijana, mumpe Yesu nafasi. Ndio. Naombeni mama zangu, mumpe Yesu nafasi. Ndio. Sio mje niwaombee mpate hela. Nataka mumpe Yesu nafasi ndani ya mioyo yenu. Haleluya. Nataka muokoke. Ndio. Nataka muyaache ya duniani. Ndio. Habari za kujirusha. Ndio. Utajirusha, mwisho utaangukia kusikojulikana. Ndio. Achana na hizo habari brother. Ndio. Nataka kukuhakikishia, achana na hizo habari. Kuna namna watu wa Mererani, kuna namna mmejiamini sana. Kati ya mji umehubiriwa sana ni mji wa Mererani. Ndio. Ila hamtaki kutubu. Mnafuatilia mambo ya watu. Mnajua kila habari ya mtu. Unajua jirani yako jana amekula nini? Unajua namna gani ambapo jirani yako anapataga hela. Ndio. Ila hiyo namna hutaki kuitumia wewe. Unajua namna gani mke na mme wake wanavyoishi. Unajua habari za watu sana. Ndio. Lakini habari zako hauzijui. Habari za Yesu Kristo hauzijui. Rafiki yangu unayenisikiliza, usikimbize upepo. Ndio. Usikimbize upepo. Ndio. Kukimbizana na duniani, mambo ya dunia ni kukimbiza upepo. Kukimbiza mambo ya duniani ni upepo. Leo umetembea na huyu mwanamke, leo umetembea na huyu, leo umetembea na huyu. Mwisho wa siku tunasikia rafiki yetu hayupo. Alafu namna gani wachungaji ni wanafiki, watasimama kwenye jeneza lako waanze kusema Mungu muweke mahali pema. Mimi nataka kukuambia ukweli. Mungu sio mjinga fulani ambaye amekaa mbinguni huko anasubiri maagizo ya mchungaji. Kitendo cha wewe kuuacha mwili, kitendo cha wewe kuuacha mwili kabla hatujaupeleka mochwari, tayari uko pabaya kama ulimaliza vibaya. Kitendo cha wewe kuuacha mwili kabla hatujaupeleka mochwari, tayari uko pema kama ulimaliza vizuri. Ndio. Ndugu zangu mnaonisikiliza, of course nimewaletea habari njema. Kaka zangu wako na baba zangu, najua mnanisikiliza, marafiki zangu, dada zangu, mpeni Yesu nafasi. Acheni ujanja. Ndio. Tangia umeanza kuzigonga hizo laga, hebu tuambie ni faida gani umepata? Tuonyeshe, useme nina gorofa pale mjini kwa kunywa bia. Sema nina nyumba nzuri kwa kunywa bia. Sema nina watoto wazuri kwa sababu ya pombe. Hakuna faida kwenye pombe. Hakuna faida kwenye ulevi.